Ndiyo. Alichokipanga Mungu, nasema alichokipanga Mungu kinaweza badilika. Ndiyo, kinaweza. Mnajua kwa sababu gani pia watu wana unabii ambayo haitimii? Kwa sababu unabii haiwezi timia kwa sababu ni unabii. Unabii inatimia kama mwenye unabii anakeshea unabii. Na Mungu anaweza sema na Mungu anabadilikaka. Na kutosha mkonfuzio kwamba Mungu anaweza panga na vinafanya nini? Vinabadilika. Jua aliambia Musa, tosha taifa langu Misri, wapeleke wapi? Kanani, kuko maziwa na asali. Maandiko inasema wale wote waliotoka Misri hawakufikaka Kanani. Mpaka na mtumishi wa Mungu nani? Musa, naye alishia wapi? Jangwani. Kanani hakufika. Mbona Mungu alipanga? Ndiyo, alipanga, wakakorofishana. Ukitaka mambo ichelewe, zoea kukorofishana na Mungu. Venye Mungu alikuambia vitabakia neno na hata tenda. Unanielewa lakini? Au mimi na kusumbua kidogo. Mungu ananiambia Musa, tunaenda wapi? Huko maziwa, kufika mjangwa, safari inaisha. Mbona Mungu sasa tunaenda Kanani? Ndiyo, hamkuheshimu. Walitoka Misri wakiwa watu milioni 3,200,000. Wakaingia watu wawili. Wangapi walikuwa? 3,200,000. Milioni 3,200,000 wote wakaisha kaingia watu wangapi? Nao walipoondoka juu waliletaka vrai message. Waliletaka message ya mzuri, ikawapremesha. Mungu akasema Yoshua na Kalebo tu ndio wataingia, yeye wengine wote mnaishi. Na wakaisha. Na ni Mungu alisema. Nikukumbushe, Mungu anaweza toa ahadi nzuri kwako, usipoikeshea banadamu wataivuruga. Mko nakumbuka kama Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Mwanadamu anafanana na nani? Na Mungu. Huwaza mema na mabaya. Akikuandama mwanadamu, fanya angalifu. Akitumia ile sehemu yake ya roho kukuharibu, hautaponyoka. Ndio tusome maandiko. Mwanzo sura yake ya 24, mstari wake wa 56 hadi 58. Inasema. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Akawaambia, Musinizuie ikiwa Bwana amebariki njia yangu. Mie Mungu alishabariki njia yangu. Kila kitu kinafunguka. Mbona nyie mko pale kunizuia? Nikukumbushe, mwenzako mtu anaweza zuia Mungu asitende kwa maisha yako. Yes. Haleluya. Mwenzako nani? Anaweza jipanga na anabloke njia yako, hauta avance. Fanya angalisho na mtu. Mkitu utaombaka Mungu akulinde, kuombaki Mungu akulinde na watu wabaya. Sifa kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Unajua afadhali ya adui mwenye unajua ni nani? Utajipanga vizuri kuliko rafiki mnafiki. Kwa maana rafiki mnafiki ni zaidi ya simba yenye walinyang'anya watoto. Iko na kupangia mukiza, lakini kwa mchana nafanya nini? Rafiki mnafiki afadhali uishi na adui. Sifa kwa Yesu. Na msema Mungu ajote kama yuko naambia Mungu anawaza. Unanyamanda tu kwa habari tu mtamu, lakini ushayoko. Fanya angalisho. Kwa nini munizuie na Bwana alishanibariki? Muniruhusu kuendea Bwana yangu. Muniruhusu. Iko na lomba ruhusa kwa nani? Kwa watu. Mungu alishabariki, lakini iko na lomba ruhusa kwa watu. Watu walishakangamana. Wanasema huwezi olewa, huwezi sana, huwezi jenga. Wanasimama. Wanakingama. Bwana chende sana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kuna dada moja alikuwa anashiriki maombi hapa. Na siku alikuwa kwenye usendo yake, anambia papa ndio vile mimi narunga. Nikamwambia bwana wako ni nani mtakuoa? Akaniambia. Nikamwambia ndio vile. Hii ndio ishapangwa vizuri kabisa. Nikamwambia sawa, kule mbele ndio Mungu. Akalunga, bakafanya tu siku 3 na mume wake. Siku ya ile bwana akasafiri akafanya mwaka. Aliporudia kusafari akasema mimi nataka divorce. Bibi yangu amelala.
famika atazala hilo nenda safari. Bwana tusaidie. Amen. Hangi na mpaka sasa yuko mprofesori. Hawakufanyaka hii semeni wanakuwa mke na mume. Ndio haikufanyaka hii semeni, lakini yuko mprofesori ya divorce. Ni kusema huyu dada alikuwa wakati ya kupokea neema ya Mungu, shetani akaprecipitate kuleta mtu matavuruga mpango ya Mungu mu maisha yake. Kuna wakati ingine vitu vinaweza tokea, lakini ni shetani anatangulia utukufu wa Mungu. Inabidi ukuwe na elimu watu ni mtu gani mwenye Mungu ndio alileta na mtu gani mwenye shetani ndio alileta kuharibu plan ya Mungu kwa maisha yako. Amen. Wote ni watu na yuko na role selo metre mwenye ni watu. Ndio maana sijue uko na plan gani juu ya Mungu. Mpango wa Mungu. Amen. Amen. Wakasema tutaita msichana tumuulize atakalolisema. Tuite fie wetu basi atuambie. Wakauliza fie. Wakaita Rebeka wakamwambia, ndio, utakwenda pamoja na mtu huyu? Utaenda na huyu mtu? Rebeka kajibu akasema, nitakwenda. Amen. Amen. Ibrahimu anakamata mtumishi wake ule Mdamaski, anamwambia mimi naenda kukufa, garso wangu hajakuwa na mke, mimi naomba nikufanyishe kilapo. Mnajua Yesu anasema msiape kwa lugha yote, kwa dunia wala kwa nini. Watu wengi leo ni watumwa wa vilapo, walilapaka. Fanya angalisho na mtu mwenye anakuwa na kusemesha na kutia mkono kukichwa wala kuliweka wala kumgongo. Unakuwa tu kama plagi zimoya, unaona iko na kupiga kwa mabega. Attention, mabega inapeleka pouvoir. Hautakuwa na nguvu mbele ya mtu mwenye anakuza kwa mabega. Sasa angalia, Ibrahimu anaita mtumishi wake, anamwambia hapa kuko mabinti barembo na bazuri, lakini hawamerite mtoto wangu. Ni bazuri lakini tabia mbaya, ni bazuri lakini waharibifu, ni wazuri lakini wanaabudu sanamu, ni wazuri lakini hawana woga wa Mungu. Kwa hiyo mimi nakuomba uende kwao kule kuvilaja yetu kule kwa tulitoka kule kwao na bani, uende unikamatie mtoto wangu mke kule, uende kule kwetu unichagulie mke kwa mtoto wangu, lakini mimi nakuomba ulete mkono yako. Akamata mkono ya ule mtu akaitia kifua yake, akamwambia mimi nakuapisha mbele za Mungu, ukidevie hii maneno laani kifua yake. Atasiona mtu mwenye kuongea na wewe maneno magumu, lakini kwa anacheka. Wengine kucheka yao ndio kufunika hasira zao. Akakamata tena mkono akaitia kifua, akaitia mlikuwa, akamwambia mimi nakuapisha mara ya ngapi? Mara ya pili, usibadilishe. Kisha akamwambia jiandae, wewe tafutie mtoto wangu mke. Bwana tusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Wakituma kuchagua mtu atakayepata maisha leo, ukwe wewe. Amen. Wakichagua yule mtafanyikiwa maisha, ikwe wewe. Amen. Jina lako ipite kwenye wewe hauko. Amen. Jina lako iongelewe kwenye wewe hauko. Amen. Vile vitu unaona vinatokea monde physique vinakoka vilishatengenezwa monde spirituel. Kwa maana kwenye liko napanga kutafuta fiancé, Rebeka hakukua. Kwenye liko napisha huyu mtu, Rebeka hakukua. Kitakachokutanisha Rebeka na mtu mwenye anatafuta mke wa Isaka ni agano. Sema agano. Agano. Inabidi kuwe mwagano ndio ukutane na agano. Kinakuima ni agano ni huko hamo. Bwana tusaidie sana. Sifa kwa Yesu Kristo. Huyu ni Mdamaski, mtumishi wa Ibrahimu, anakuwa na agano ya Mungu wa Ibrahimu. Ilibidi Rebeka naye akwe mwingine agano ya mafanikio. Ndio maana uko na lazima kuwa na mtu wa Mungu akuingize mwagano. Amen. Uko na lazima kuwa na madhabahu ikutanishe na madhabahu ya neema, ili madhabahu ya mateso na kivunja moyo itoweke, ili wewe upate kuingia kwenye madhabahu itakofanya maisha yako ipande. Na huyu mtu alichukua punda ngamia 10. Historia inasema gisi ngamia moja iko na uwezo wa kunywa vidoo 3 ya maji. Ngamia moja tena mjangwa, alikuwa na ngamia 10.
Haleluya. Na ngamia, na zaidi ya hapo, kuna ngamia inaweza kuenda kuanzia milioni 3 mpaka 10. Inakunywa maji mpaka milioni 10. Juu iko na mareserve yake ya maji. Ndio maana ngamia tu ndio nyama inatembea kama mjangwa, juu iko na mareserve ya maji. Na yule mtu akasema, niko na mtihani mmoja, kila mwenye atanihudumia ahudumie na hizi ngamia, ndio anastahili kuwa mke wa bwana wangu. Bafie muko bazuri sana, muko na urembo, lakini mutafute kalite. Monde spirituel, ulimwengu wa kiroho haikuwaka na kantite, inakuwaka na kalite. Isaka ni mtu haiko na mkote mpaka tunaomba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa nani? Na kila mtu mwenye kwa Mungu kwa makaprisi zake selobisi barikana na Mungu. Inabidi kujua kusipote makaprisi. Amen. Kwa Isaka chumbu ilikuwa ilizimika. Mtakumbuka Ibrahimu alikuwa anakaa tu chini ya mti, anaona watu watatu wanapita na anawakimbilia. Mkie kula kwangu na ng'ombe inachinjiwa. Kama kile mwanamke ataitika ng'ombe yake kule mkiraro, bageni wenye yuko anaenda wapi? Yuko anatoka wapi? Tena mtakumbuka mjangwa, miguu na paswaka, jasho kile natoka, barabara ni makazo. Sasa mama, mimi napata bageni lazima. Kama ile ng'ombe chinja wapikie chakula. Haiko kila mwanamke. Ndakukumbusha Mungu anaweza hata uchelewe kuolewa dada, kumbe iko na ngoo eneze makalite ya mwanaume atakuoa. Sawa kubarega kuko baiba. Bundugu na mtu anakuambia tulitoka kilima moja. Grand frère tulitoka kilima moja. Kule kwa tate yao na tate yetu ndio kwa mama. Ni bundugu haina explication. Mais akifika kunyumba inafaa mpige nini? Matembe. Sasa huko mchoyo inafaa Mungu akufikisha kwenye wewe huko tayari kupana chumvi ndio wale kubarega. Uvumilie ile bundugu. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Kuko ni wewe Mungu anachunga ueneze kalite. Sikia condition. Huyu mtu akasema Isaka ni tajiri. Si mwenye ataolewa na Isaka ataanza raha. Atakuwa na furaha. Ataanza miliki kila kitu. Utajiri Ibrahimu inakuwa yake. Condition moja. Aitike kukunywisha ngamia zangu. Bwana akaenda kafika kwa kisima akaikana. Bafie balikuwa bamingi pale, lakini balikuwa hawana kalite. Haleluya. Amen. Uliza jirani, ulisheleza kalite. Amen. Amen. Wakati Rebeka alikuya nikate haraka pale. Maandiko nasema akamuomba, dada binti nisaidie maji. Mtakumbuka ni msafiri, ni ikoni kwanza huko hajulikani. Nataka kukukumbusha kwamba baraka zako zitakuwa hazina jina lakini ni zako. Amina. Ndipo nasema zako zitakuwa mpaka ueneze kalite. Mpaka ueneze ndio baraka zikuwe. Tukiza Rebeka ndio ataolewa. Mais condition, il faut que na kalite tatu. Ya kwanza sikuwe mchoyo. Ya pili akuwe na submission, akuwe na kujishusha. Ya tatu akuwe na heshima. Amen. Ule wakabe, nisaidie na maji. Mie unanichagua mimi mwana wote. Nasema wewe tu nisaidie dada. Akabia ngani kuonesha. Bali nifundishaga kule. Akashuka mkisima. Bazazi tufundishe watoto. Haleluya. Amen. Bali ninapiga msumari. Bazazi tufundishe watoto. Mali tutafaidia. Amen. Na watoto wetu wakiongoka na sisi tutapataka. Amen. Unasema toka waibaki, unafungia franga mkofu. Uzito kitanda wewe ndio tuika waibaki. Uwafundishe nini watoto? Kutulia, kuheshimu watu wakubwa, kwa maana kesho itakuwa faida kwao. Amen. Akashuka mkisima, akashota maji, akapatia mzee. Mzee akakuja kidogo ndio kumwangalia. Akamwambia ninajua vile una kiu na ngamia na wana nini? Hapa sasa kazi yangu ni kukunja kimono. Akakunja kimono. Akasokota kikwembe. Akajua kwamba kuna vitu inabidi kutumikia juu vifikie. Amen. Epuka baraka za rejareja. Za rejareja zitaisha rejareja. Imani ya rejareja zitaisha rejareja. Haufungake, hauombake, hautoake,
Uendake mkanisa lakini unasema Mungu atafanya hivi. Na utapata lupala saa yangu. Kanisa, muepuke baraka za rejareja. Tuepuke karama za rejareja. Tuepuke mafanikio ya nini? Ya rejareja. Dada Rosa hawezi kumbuka. Siku moja nilitembelea dada Rosa na mama angali Chantal Mwana. Balikuwa na restaurant, Rosa alikuwa na restaurant pale kama jina. Na niliwasalimia pale, kulikuwa mwe anakuja kuuza maharage na nyama. Mama yake Rosa kanambia, "Huyu mwe aliolewa lakini hapa jana anataka kuuza chakula. Bwana anataka chakula, ninatoka kwa restaurant wapi?" Ya bora. Ile mtume ile yako. Anaolewa mbele na kauza nini? Chakula kwa restaurant ya kupatia nani? Bwana. Bwana kisema na pesa sombe anasema sio sombe, Bwana naenda yanda uzo sombe wapi? Uliza mwenzako eske kalite. Ushaka jifunza juu ya kalite yako. Uko mtu wa aina gani? Simuona ile kitu ile shangazi. Bwana akipata bezia nyama anaacha rafio anaenda kwa restaurant afanye nini? Analeta nipigia Bwana. Sasa supu ikiisha itatoka wapi? Chumvi ikikuwa ni alikuwa anakomanda supu ya mingi. Kwa na reserve ya nini? Hii nyumba yenye chakula kutoka kwa restaurant, hii nyumba itakuwa uko unapigania ndoa lakini hauna kalite. Uko unapigania utajiri na hauna kalite. Tutakuwa mleke kuna ngoma barabara na bajaji na kugonga. Vyako vinakupiga fimbo. Haleluya, haleluya. Akashuka akakunja pantaloni, nataka sema pia adabu na heshima kwa watu wakubwa ni funguo ya baraka. Amen. Akashota maji, ngamia na kunywa ya pili hata. Sasa nimaliza yote 10. Ule mwanaume akasema unastahili. Akamuuliza dada, wewe una nyumba ya wageni? Akamwambia ndio. Uko nyumba ya wageni. Twende kwenda. Wakaenda kwa bwana dada. Sasa na mtungi ya mai mbele, mzee nyumba na ngamia zake 10. Walipofika ndio kwa Labani. Mtakumbuka historia ya Labani na Yakobo. Labani ni kaka yake na Rebeka. Amen. Rebeka ambaye atakuwa mama yake na nani? Na Yakobo. Si mnaelewa vile Rebeka alibadilisha baraka za Esau zikaenda nani? Yakobo. Hakumipotaka munjia vilitokea kwao na kisa aliolewaka. Ilipofika usiku wanakula, anaita Labani. Anaambia Labani, ninampenda msichana wenu na nimetumwa na mali. Baba yangu mimi ni Ibrahimu. Usisikilie yake babako kiroho haya, usisikilie yake kwenu haya. Kwa tayari kumtetea. Haleluya. Unaweza kwamba yeye ndio wa bure, kumbe jina yake ndio funguo yako. Akasema niko mtumishi wa Ibrahimu, natumwa na baba yangu Ibrahimu. Mimi nakuja hapo. Ibrahimu tunamheshimu wote huko. Bakaita fiki. Sio kwa tayari kuolewa na huyu mtu ndio. Ile usiku Bwana akafungula, akaanza pana dhahabu, akapana utajiri Ibrahimu alimpatia. Kwa maana Ibrahimu alituma utajiri sio na kipimo. Aliona kipimo mtoto wangu na ndio anapaswa kipimo ya mke wake. Kumbe mke wangu hakuna mali ya kumuoea, ni kupana tu. Tutachokea ndio pale. Kapana utajiri mingi. Labani kazi yake ni kukomplike watu. Kazi yake ni kuvuruga mipango ya Mungu kwa maisha ya watu. Kuko wateknisi kuingiza giza msafari ya wengine. Mungu awakemee kwa jina la Yesu. Mungu awakemee kwa jina la Yesu. Kila mwenye hataki uendelee maisha na mkemea katika, tunamkanyaga katika, tunamponda katika. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Kila adui wa maendeleo yangu na mkemea katika jina la Yesu. Na mkemee kabisa. Mwenye ananichelewesha kula kusu mwana mkemea. Mwenye ananichelewesha kuvala mwana mkemea. Oh, nyuma napendeka tu kuvala ni utukufu wewe. Muvale kwa jina. Muvale kwa jina. Mungu awaheshimishe kwa jina la Yesu. Labani anasema aenda zangu Rebeka anaanza kuelewa. Ana complicate histoire. Anasema na huyu si haezi inafaa bakia hapa tuanze matayarisho atawe kwanza miezi 3 ndio kwa sheria ya kutawa aangare arunje mtermi hapa kwetu ilifo tumwekee.
Ule bwana akawauliza, kama Mungu amenirahisishia kupata mke wa wana wangu na nilishawapatia kila kitu, kwa nini mnataka zuia mimi? Mungu alishafungua. Ndio mtu kukwenda mimi, usinifunge na Mungu alishafungua. Ufikishe baadhi yangu hii ujumbe. Mungu alishanifungua. Mungu akifungua utafunga. Unafikishia ujumbe kwamba Mungu alishafungua. Unafikishia ujumbe kwamba utazala. Unafikishia ujumbe kwamba unaolewa. Na unafikishia ujumbe kwamba silawi na panuka. Unafikishia ujumbe kwamba tuko. Unafikishia nini? Kwamba Mungu alishafungua. Ya kubakaguri kisha wapate ujumbe kama Mungu alisha. Wakalumbana usiku wote. Huyu bwana akasema, amweti ita Rebeka naye ambaye yeye njo muhusika atuambie. Amina. Amen. Wakati watakulizaka juu ya kuongea vizuri. Haleluya. Omwe watu yote waongea kontrere kwa maisha yako, wewe peke upe na vraie version. Ukikosa jibu ya kuongea wewe peke makoshakufa. Kila mtu wa mzima iko ni anapaswa kwa yeye. Ndoto yako gani? Ifo yuko expose ndoto yako. Juu ya Yakobo aichunge, hata kama ba grand frère batasirika, memuzee ataichunga. Amen. Ikitimia atakukumbusha. Amen. Ndoto yako itimie. Amen. Ndoto yako ya mema itimie. Amen. Ndoto yako ya mema itimie kwa jina la Yesu. Wakaita Rebeka, kama sisi tunakosa jibu juu yako, utupatie jibu wewe. Akasema, bakamuliza, uko tayari kuenda bila kutawa, bila kufungiwa tuwamo mchumba? Akasema kwa maana kilifanya nionekane haiko tuwamo na mchumba. Kilifanya nionekane ni mali nilifanya ukisima. Niko tayari kwenda. Akasirika sana. Labani akafanya nini? Akasirika. Lakini hakuna kitu sirike na mwenye wake alishasema. Na wewe useme. Ndio maana Mungu ametengeneza kitu madhabahu. Tuko tunakuya omba. Tuombe uponyaji, tuombe uzima. Acha usiku wanaweza wakufinye shingo. Mkikucha asubuhi Mungu alete neema. Leta andiko ya pili. Samueli 16. Samueli wa kwanza 16:11. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Samueli akamwambia Yese. Samueli anamwambia Yese, Mungu alinituma nikipagala mtu mafuta mnyumba yako. Na nilishafika mnyumba yako. Sasa niambie watoto wiko wapi? Wana wako wote ni hapa. Samueli ako na mafuta. Anaambia Yese, watoto yako ndio wapagala mafuta. Lakini watoto hawiko. Wale wenye mzee alileta ni wale wa family legitime. Tokea jana mwambie atoa sababu Mungu ananijua. Na ile inatosha kwangu. Amen. Unajua kitu kinatusumbua, unapenda kuwa populaire. Mkumbuke hata mai, mtu simaje kupendwa na wote. Mimi niko na mtu mimi najua nikufaka kunyema. Anakuweka tu kacho. Nani anakuambia kama ile pendwa na watu wote? Nani anakuambia kama fadhila pendwa na watu? Unaweza pendwa kwa Jafa, wewe unapenda kwa Jafa. Ndio kwa ndio unapenda kwa Jafa. Mwanaume anakula pilipili mbona msikulashi? Mimi kwa mwanamke sasa. Ndio napenda mzizi mpenda. Na hauna lazima kulazimisha watu wote wafanye nini? Kwa examine tena wakatuliza, turoke gani yenye dunia yote? Yenye naporte dunia yote. Turoke gani yenye naporte dunia yote? Sisi tulianguka kwenye kesi. Kumbe ni pilipili. Kumbe pilipili ni nini? Inaporte dunia yote ni kweli. Kumbe kwa nini wakule pilipili? Ayo napenda kwa populaire. Kwa sufanane gete inachukiliwa na Waislamu lakini unapenda sikia. Hauwezi kuwa na nguvu na unapendaka sikia. Hata siku moja nitauliza wanafunzi bana nisema kae kule hivi. Basi pesa ni negrete. Kwa hiyo tutafuta kuuliza maisha yako kisha nisema kule nje. Tutatie mambo kwa kichwa. Hata Yesu alishangaa. Ambaye wanafunzi na nyinyi mnaleta mzimu washakufoka kufuka. Hii siku ndio nilikuwa nasema mzee anakutaka Elia. Bwana nyinyi mnanitaka nani? Fanya angalisho siku utapenda wewe watu wanakutaka. Mimi sipendi yake ni ndio kwa tukisi ni. Kila mtu aite kisa nataka mimi ni kitu ndio. Na sitakuuliza
wananiitaka baite. Usiwaze kama ndege inakoka na nguvu kulitawi juu inaamini mti na kaza. Inakoka na nguvu kulitawi juu inaaminia mabawa yake. Mungu mwenye kumwenja akupe nguvu, hapana ni watu kwa naongea. Sikia mtu mmoja anasema, fulani hana kushuhudia bandugu, basi ndio unasema mbaya, nani mlikwambia kama hawezi patana? Sibaleza patana basi ndio mbaya. Bakasema Yesu afanye nini? Asulubiwe, bafungule nani? Baraba mwakai muuaji, lakini wanasema afanye nini? Nani akufe? Yes. Yesu afanye nosa. Zambi sio kwa gani? Watu wakipatana pia kukimbilia kwa Mungu. Dunia haiko juste. Nilikuwa nafuata leo jana information. Si wajibu pia nikufa. Si wajibu pia nikufa. Bana sema mwa hii mwezi hapa wajibu pia anafisha watu 3. Baba familia. Lakini hautajua ni nini? Mungu anaweza alia, lakini kuna maagano ya wengine pesa wenyewe kama muzika kule vitu vifanyika. Inafika wakati wenyewe nao wanaanza lumba na vitu. Tupatie sasa. Kafika na rimba kana kemea na kangadadi, bana kabeba baba kisha kupana. Sasa baba ni roge. Banifanye kuzimu mumulozi, niko na gangana na balozi, naomba tulimbaka na wewe naoni mkie na tuliawa. Naomba makofi kwa huko sawa. Halo. Sifa kwa Yesu. Sasa wakaita Samueli akasema watoto wako wote hawa. Akasema mmoja anabaki mdogo wa wote. Kamweka anabaki ndio mdogo kwa wote. Kama ndio nilikuwa nawaza Mungu alikutuma utapagala mafuta. Ni wote wanakatana. Na wewe inafaa kuchunguza Mungu wako. Unajua mtu mwenye alishaanguka anachunguzaga mpaka Mungu. Mtu mwenye alishaacha Mungu anachunguza Mungu mreni au makosa. Yeye anakuwa mpaka mtakatifu kushinda Mungu. Anatukamata mpaka kukemea Mungu kwa jina la Yesu. Hata wanafunzi walipochanganyikiwa kwa mzoruba na Yesu kule maili bakalalamika mzimu. Yesu akasema ni mimi, akasema kama wewe uniite na mimi kuja. Akasema Petro kuja. Petro aliendeleaga, acha kutia Mungu my brave. Mungu yeye ni Mungu tu. Utabakia na mikono yako utaanguka na jehanamu na unakia nani? Usiku wale anguka watu milioni walisimama bakashikaza. Amen. Hakuna mtakatifu duniani ndio alikudanganya. Mwache mambo dhaifu. Watu wa Mungu biko. Amen. Haleluya. Amen. Basi mtu wa Mungu ni mpaka kwenda makashafu kichwa. Amen. Mtu wa Mungu ni yule anajulikana na nani? Amen. Mtu mkuu mimi anajulikana na Mungu. Amen. Siko visi wana wazaka. Amen. Baba anatia mtoto orshe, kumbe petit de tabité. Penalty ko pale fanya nini amarke mema anamtia kwa de reserve. Au yabarikiwa juu mtu matamarkie viko hapo kuna mtia kwa de reserve. Mtu mwanatuma uingie ulimtia pembeni. Ndio maana kuna katika yacha wao hivi video na yetu chenga inafaa kwa video. Narudia hiyo. Unaona register tu wale wakashoka kuuza frite. Ndio maana wako waya. Na kuzia kajia afya ya kuuza brochette. Mungu ayafika na ngoja mwachane kwanza na ule. Njoo yeye afike. Sasa naona sema mimi napendeka frite, mwache kwanza na frite na mimi akipenda hivi. Unaona vile uko ndani kama mkiuno. Ndio na Mungu anataka kuacha ugonjwa ugonjwa. Siku tamua kuitosha. Waamini kwamba Mungu anamlinda. Au unataka balozi hata siku moja. Bagali wanakufuata tuko na diabo. Hello. Unaona vile mwalimu mafuta kwa mkono mshanga mbili. Ndio maana kile kwa napitaka ni kwa sababu Biblia inasema kwenye mzoga iko ndio tai wanaenda. Bale watu wanakupeleka mati hawakupenda ndawe na wahuruma. Tunaweza kujua mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kila Eva awe na Adamu wake na kila Adamu awe na Eva wake. Mpango wa pili ya Mungu, mwanadamu aishi milele katika dunia afurahi. Mpango ya tatu, mwanadamu aishi mema. Niko mpango ya Mungu. Ni mwanadamu alipoasi akafanya dhambi, mpango wa Mungu ikafanya nini? Ikabadilika. Mungu alisema utaishi milele, kifo kafanya nini? Ikaingia. Uko pale mzoni. Au yale sio ushatuma message ya Mungu.
Haukuona ulishaandika message. Uko na nitumia tena message mimi. Mtu mmoja anasema tuongee maisha yake ni Yesu Kristo na Biblia. Akatia. Maisha wengine watu ni private life. Na kuachia maisha yako ya siri. Nisiongeze na adui.